Jonas, mkazi wa Mbeya Ilomba, alikuwa ni kijana mwenye miaka 28. Siku moja, wakati anarudi kutoka katika kazi yake ya kuuza matunda, aliona gari zuri limepaki mbele yake. Kisha aliona kioo cha gari kikishushwa, alisogea na alikuwa ni msichana mrembo anayeitwa Neema. Alimkumbuka Neema, rafiki wa mpenzi wake, Julita. Walisoma shule moja. Neema alianza kumuuliza, "Vipi, unaendeleaje Jonas?" Jonas alijibu, "Niko poa. Habari za siku nyingi?" Neema alijibu, "Niko poa pia." Kisha alimuuliza Jonas, "Vipi, yuko wapi Julita kwa sasa?" Jonas alijibu, "Bado yuko chuo, yuko mwaka wa mwisho." Neema aliuliza tena, "Je, bado nyinyi ni wapenzi?" Jonas alitabasamu kisha akasema, "Ndiyo, yeye ndiye mke wangu mtarajiwa. Ninasubiri amalize masomo yake, kisha tufanye taratibu za kuonana." Neema alikosa furaha ghafla, kisha akasema, "Sawa, nawatakia kila la kheri." Jonas alijibu, "Asante." Neema alisema, "Je, unaweza nipa namba yako ya simu?" Jonas alichukua simu ya Neema kisha alimpa namba. Neema aliondoka. Usiku, Jonas akiwa katika chumba chake anakula, alichukua simu yake na kumpigia mpenzi wake, Julita. Julita alipokea kwa furaha. "Halo, mpenzi wangu. Unaendeleaje?" Jonas alijibu, "Ninaendelea vizuri mpenzi wangu. Hofu kwako?" Julita alijibu, "Niko salama. Nahisi wiki ijayo naweza nikarudi Mbeya kwa wiki 2, kuna likizo tutapata." Jonas alijibu, "Afadhali, nilikuwa nimekumisi sana mpenzi wangu, nitakuandalia zawadi nzuri." Julita alijibu, "Sawa, nitafurahi pia, kwani hata mimi nimekumisi sana." Ghafla, simu ya Jonas ilizima, haikuwa na chaji. Aliamua kuweka chaji ili akimaliza kula, ampigie mpenzi wake. Baada ya muda, alimaliza kula, alichukua simu na kupanda kitandani. Alipowasha simu, namba geni ilipiga. Alipokea, alikuwa ni Neema. "Halo Jonas, mambo?" Neema aliuliza. Jonas alijibu, "Poa, Neema, Zamida?" Neema alijibu, "Nzuri. Samahani nimekupigia usiku sana, au unataka kulala?" Jonas alijibu, "Hapana, tunaweza ongea." Neema alimwambia, "Hivi unafanya kazi gani sasa hivi?" Jonas alijibu, "Nauza matunda pale stendi ya Kabwe." Neema alijibu, "Sawa. Na kesho unaenda huko au siku gani unakuwa unapumzika?" Jonas alijibu, "Hapana, sina siku maalumu ya kupumzika. Siku yoyote tu nikiamua au nikiwa nimechoka sana." Neema alijibu, "Sawa. Je, tunaweza tukapata muda wa kuongea kesho, hata kama kulipia muda wako sawa, nitalipia." Jonas alicheka kisha akasema, "Hapana, kwa nini ulipie muda wangu? Haina haja, tutaonana tu usiari, labda tu uniambie ni wapi nije na muda gani." Neema alijibu, "Asante. Nitakupiga simu, ila ni asubuhi, hata saa 4 hivi." Asubuhi ilipofika, Jonas akiwa anatengeneza matunda, simu yake iliita. Ni Neema alipiga. Alipokea, kisha Neema akamwambia, "Jiandae, nitakukuta hapo kona ya Ilomba. Mimi natokea huku VETA." Jonas alijibu, "Sawa." Alijiandaa kisha akasogea barabarani. Baada ya muda mfupi, Neema alifika. Wakaondoka. Walikaa katika hoteli ya kifahari. Neema aliagiza chakula, kisha Jonas alimuuliza, "Mbona umekuja katika hoteli ya gharama kubwa hizi?" Ili kupata mwendelezo wa hadithi hii, gusa linki hapo kwenye bio yangu ukatazame yote, iko YouTube. Kwa wale wanaohitaji mwendelezo wa hadithi zingine, tuma ujumbe kwenye WhatsApp yangu, namba ipo hapo juu. Asante sana.